katika moja ya mambo ambayo inashangaza ni kuwakuta hawa watu wanakata moja kwa moja kwamba hakuna mafungamano baina yetu sisi tulioko huku nje ya Arafa, ambao hatuko katika hija, hatuna mafungamano sisi na mahujaji katika siku ya Arafa. Hakuna. Saumu ya sunna ya Arafa haihusiani na mahujaji kusimama Arafa. Kwa hivyo hakuna mafungamano kati ya ibada ya wukufu bi Arafa na kati ya kufunga Arafa huku. Hakuna mafungamano kabisa katika sharia. Kundi la sasa, baada ya mawasiliano, kama saumu ya Arafa ni pale mahujaji unawaona wako uwanjani na wataka kusema leteni kitabu gani kitasema hivi. Ama kuhusu saumu ya Arafa, itabakia pale pale kwamba saumu ya Arafa ifungwe kwa mujibu wa sheria kwa kuangalia muandamo wa kila mahala Waislamu walipo. Habari ya kwamba saumu ya Arafa ifungwe kwa kuangalia mahujaji walioko viwanjani kule Saudi Arabia, hayo maneno si maneno ya kisheria na ni maneno ambayo hayana maandishi, na mpaka leo tumeuliza yanapatikana kitabu gani? Kitabu mpaka leo hakijapatikana. Vitabu viko wazi na vingine tuamini baadhi yake mko navyo vitabu hivyo. Kama huna wewe basi ni sahibi yako yuko nacho. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Muhalla akasema hivi: waman akhtaa fi ru'yati al-hilal lidhil hijjah, na yeyote au na yule atakayekosea katika kuuona mwezi muandamo wa Dhulhijja, fawaqafa bi Arafata al-yawm al-ashir, akasimama Arafa siku ya 10, wa huwa yadhunnuhu at-tasi', na hali ya kuwa yeye anaidhania siku hiyo ya 10 kuwa ni siku ya 9, fahajjuhu tam, hija yake ni yenye kutimia, wala shay'a alayhi, na wala hapata muwajibikia kitu chochote juu yake. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallama lam yaqul, hakusema inna al-wuqufa bi Arafa, hakika kisimamo cha Arafa la yakunu illa fi at-tasi', hakiwi isipokuwa katika siku ya 9 au fi al-yawm at-tasi' min Dhulhijja wal laylat al-ashira minha. Hakusema hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam, bali amesema wa Arafa yawma yu'arrifuna fihi. Arafa ni ile siku watakayosimama Arafa. Kwa hiyo ili siku iitwe hii ni siku ya Arafa, basi iwe ni mahujaji, ni siku ambayo mahujaji wamesimama Arafa. Hii ndio taarifu ya siku ya Arafa. Ama kusema ni tarehe 9, ghaliban katika miji na Makka watu huzingatia tarehe, wanakwenda mpaka tarehe 9. Ikiwafiki kisimamo cha Arafa tarehe 9, basi ni hiyo tarehe 9 ya yaumu tasi min Dhulhijja itakuwa ni siku ya Arafa. Lakini ikitokea kwamba mahujaji hawakusimama Arafa kwa udhuru wowote, au kusimama Arafa tarehe 9 wakasimama tarehe 10, ile tarehe 10 ndio siku ya Arafa. Kwa hiyo al-ibra katika hili, nataka kusema al-ibra fi hadha, mazingatio katika jambo hili ni wuqufu al-hujjaji bi Arafa, ni kusimama mahujaji Arafa, ndio siku hiyo itaitwa siku ya Arafa. Hivi ndivyo wanaochuoni wanavyosema, na vitabu viko wazi, Mughni al-Muhtaji mko nazo, au ziko kwa baadhi ya watu, Al-Muhalla iko na vinginevyo katika vitabu, kama siku ya Arafa ni siku mahujaji watakaposimama Arafa, hata iwe ni tarehe 8 au iwe tarehe 9 au iwe ni tarehe 10, inatakiwa iende mpaka tarehe 9. Lakini hawa hawakupata tarehe 9, na ndiyo maana mahujaji wanaotoka katika ukanda wetu huu, ambao wengi wao au baadhi yao wanaona kwamba kila watu na mwezi wao, ataondoka hapa Tanzania kwenda Makka akiwa anaitakidi leo ni tarehe 1 ya mwezi wa Dhulhijja, wakati huo Saudia ni tarehe 2 ya Dhulhijja. Huyo ametoka hapa ni tarehe 1, akifika kule Saudia wanasema leo ni tarehe 2, kwake yeye tarehe 8 aambiwa leo tarehe 9, alafu akubali kwenda kusimama Arafa. Inakuwaje hapo? Na wao na hivyo hutasikia hata siku moja kwa mahujaji wa Tanzania wamesimama Arafa siku ya pili yake.
dunia nzima itawacheka, utaona kwamba hawa hawako sawa sawa katika dini wala katika akili. Hakuna mtu anaweza kufanya hivyo. Au tarehe zenu msipeleka wapi? Kwa hiyo mkienda mabadilisha, mkirudi mrudi pale pale katika msimamo wenu. La, ni kwa sababu huzingatiwa Arafa ni ile siku watakaosimama mahujaji Arafa. Akhtau am asabu fi tarikh, wamepata au wamekosea katika tarehe, ndio hiyo hiyo, wala shay'a alayhi.